ya Tanzania Red Cross, na kwa sababu ni siku muhimu inayotokea mara moja baada ya mwaka, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa leo katika maadhimisho haya ya siku ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu duniani yenye kauli mbiu inayosema kudumisha ubinadamu. Naomba nitoe shukrani na pongezi nyingi kwa uongozi wa Msalaba Mwekundu Tanzania na wadau wengine wote kwa maandalizi mazuri ya tukio hili linavyoendelea. Kama ambavyo wengi wameeleza, tukio hili limefana sana na mimi nimeliona. Hongereni sana sana ninyi wanachama wote kwa jambo hili. Hongereni pia kwa kuwa chama cha Msalaba Mwekundu pekee Afrika kilichopata ithibati ya First Aid Accreditation and Certification ya kutoa mafunzo ya huduma ya kwanza inayotolewa na taasisi ya kimataifa ya huduma ya kwanza, yani International First Aid. Hii ni hatua kubwa sana unaposherehekea miaka 63. Moja ya mafanikio ambayo mnapaswa kujivunia pamoja na kupata cheti hiki cha kutambulika kimataifa. Nimejulishwa kuwa leo tukiwa tunasherehekea siku ya Msalaba Mwekundu duniani, tunatimiza miaka 63 toka kuanzishwa kwa chama hiki mwaka 1962 kupitia sheria ya chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania sura ya 66. Leo mnatimiza miaka 63. Ninafahamu viko vyama vingi vilianzishwa lakini vilivunjika katikati. Ninyi mmebaki kuwa imara wa moja mpaka leo mnapotimiza miaka 63. Nataka niwapongeze kwa sababu ya uongozi wenu, kujali kwenu, kujisimamia na kujiendesha kwa haki. Mmekuwa chama ambacho wakati wote, kila mahali penye kusanyiko la watu hamkatiki, mpo pembeni. Tena wakati mwingi hamko kwenye shughuli za raha, mko kwenye shughuli za majonzi. Wakati wengine wanalia, ninyi mko pembeni mkiangalia nani mhudumie. Wakati watu wamevunjika moyo, ninyi mmekuwa faraja yao. Mmekuwa watu mnaoinua hali na hali za watu, wafanya wajione kama Watanzania walio na ndugu wa kuwahudumia. Chama cha Msalaba Mwekundu, hata akitokea mtu akawapinga, mbingu ni shahidi kuwa wamefanya kazi kubwa na ya kupigiwa mfano. Hongereni sana. Mlimwalika Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka niwajulishe kuwa alipenda sana kujumuika nanyi. Mmeshindwa kuja si kwa sababu yoyote ile, lakini kwa sababu ya majukumu mengine ambayo amekuwa nayo. Mheshimiwa Rais anawapenda Msalaba Mwekundu, na ndio maana alijitolea yeye mwenyewe kuwa mlezi wenu, kuwa karibu na ninyi. Na mimi nimepata bahati kwa udharura huo, nimekuja tena kwa mara ya pili kuungana nanyi. Nimeona raha kukaa katikati yenu. Nimeona shughuli iliyopambwa kisayansi, ratiba iliyoongozwa vizuri, wenye mabanda waliotoa taarifa nyingi. Kwa kweli miaka 63 mnastahili kujipigia makofi. Hongereni sana. Hongereni sana. Mnikubalie vile vile niwaletee salamu za viongozi wetu wengine. Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hawa wote wanawasalimieni sana na wanawatakieni maadhimisho mema na pongezi nyingi kwa kutimiza miaka 63 toka kuanzishwa kwenu, na wameniambia niwape hakikisho kuwa wao katika nafasi zao na serikali kwa ujumla wataendelea kushirikiana na chama cha Msalaba Mwekundu ili mtekeleze majukumu yenu katika hali nzuri na iliyo bora zaidi. Wanachama, tunaposherehekea miaka 63, nimefurahishwa na kupendezwa sana kufahamu kuwa shirika la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu duniani inaongozwa na kanuni 7 kama zilivyo kwenye katiba ya chama chetu. Kanuni hizo ni ubinadamu, uadilifu, kutopendelea, uhuru, kujitolea, umoja na umataifa. Kanuni zote hizi 7 zinatufundisha kuwa wananchi wenye uzalendo na kutunza amani. Tumemsikiliza hapa mkurugenzi wa masuala ya wakimbizi akieleza namna ambavyo upotevu wa amani unavyoweza kuhatarisha maisha ya watu na kuwafanya watu kukimbia nchi zao. Ninyi ni mabalozi wa amani na mshikamano katika mataifa mnayofanya kazi, na hapa Tanzania mmekuwa mfano wa kuigwa. Nimemsikiliza vizuri sana Mrisho Mpoto wakati anasema usitoke hapa bila kusema neno juu ya Msalaba Mwekundu. Nimejiuliza alikusudia niseme neno gani?
Nimetafakari sana niseme neno lipi ambalo litaenda sambamba na umuhimu wa chama cha Msalaba Mwekundu. Nikaona ni muhimu nieleze neno moja tu, kwamba katika mazingira ya namna yoyote, serikali inatambua na kuthamini sana mchango wa shughuli za chama cha Msalaba Mwekundu katika kutoa maendeleo ya taifa letu. Hata kama asingesema yoyote, Biteko asingesema, lakini kazi zenu zinawatangaza. Kwani mmefanya nini? Kwa taarifa tuliyopewa, mmefanya mengi. Tena mtendaji wenu, Katibu Mkuu Rusia, amesema muda haukumtosha angeweza kuyaeleza kwa masaa mengi. Nimeyakumbuka machache, kwamba kwa muda huu mliokuwepo na matawi madogo zaidi ya 700 kila kona ya nchi, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa Watanzania na wahitaji wengine. Mmeajiri zaidi ya wafanyakazi 445 pamoja na vijana wa kujitolea 300,000 nchi nzima, na hivyo kufanya Watanzania kuwa na moyo wa kujitolea kwenye nchi yao, kuwafanya watu kujua kuwa kumhudumia mtu mwingine ni jambo la wajibu na kwamba uhitaji kuliko kumsaidia mtu. Ni Msalaba Mwekundu ndio mnaojenga dhana hii kwenye akili za watoto wetu, ili moyo wa kujitolea na uzalendo kwenye nchi yetu uweze kutimia. Angeniuliza tena Mrisho Mpoto niseme neno, ningesema hilo ni kubwa sana na Msalaba Mwekundu unahitaji kuungwa mkono. Mmetoa msaada wa hali na mali katika kipindi cha mafuriko ya ardhi yaliyotokea Hanang Katesh Disemba 3, 2023, ambapo chama chenu mlijenga nyumba 35 kati ya nyumba 101 zilizopangwa kujengwa na serikali. Maana yake ni kwamba mliipunguzia serikali mzigo kwa kujenga 35% ya mahitaji yote ya nyumba. Ningeulizwa niseme neno gani kwa Msalaba Mwekundu, ningesema hili ni mfano wa kuigwa na linapaswa kuungwa mkono na binadamu yote. Ushiriki wenu mahiri katika kampeni za kusanya damu kwa kushirikiana na mpango wa damu salama nchini toka mwaka 1949 hadi sasa, ujenzi wa kituo cha kusanya damu katika hospitali ya wilaya ya Kasulu mwaka 2017. Haya yote damu mlioikusanya kupitia kampeni zenu imeokoa maisha ya watu wengi ambao pengine wangekosa uhai wao, na matokeo yake tungezalisha wajane ama tungezalisha wagane ama tungezalisha watoto yatima. Ni kwa juhudi yenu mmeokoa maisha ya watu hao. Ningeulizwa tena niseme jambo gani, ningesema hili mlilolifanya ni kuokoa maisha ya watu na mchango wenu hakuna wa kupuuza. Mmeshiriki katika shughuli nyingine mbalimbali, ikiwemo kutoa mafunzo ya huduma ya kwanza kwa watu binafsi, makampuni na mashirika na viwanda. Wakati wa janga la uviko, ninyi mlikuwa mstari wa mbele. Wakati wengine wanawakimbia watu, ninyi mliriski maisha yenu kuwasogelea wagonjwa na kuwapatia huduma. Mliokoa maisha ya watu wengi, mlifanya nchi yetu ibaki kuwa salama. Hata asipoambiwa mtu aseme lolote juu yenu, hili nalo linatosha kusema Msalaba Mwekundu, Red Cross Tanzania, mmefanya kazi kubwa na Mungu awabariki sana. Bwana chama, miaka 63 mnaposherehekea, hii ni mifano michache ya makubwa mengi mlioyafanya ambayo mmeendelea kuifanyia nchi yetu, pamoja na kuajiri watu wengi, pamoja na kuipunguzia serikali mzigo wa kutekeleza majukumu yake ya kuwahudumia watu. Ninyi hamuhitaji mtu mwingine wa kuwasemea, kazi zenu zinawasemea. Na mimi nataka niwaambieni kama naibu waziri mkuu na mwakilishe Mheshimiwa Rais hapa leo, kuambia kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuwathamini, kuwaunga mkono, na changamoto mlizonazo zote serikali itaendelea kuzifanyia kazi ishi. Na nataka niwaambieni ndugu zangu, ni ukweli usemwe, changamoto nyingi tumezishughulikia. Katibu Mkuu amezungumza hapa, kuna changamoto ya kuingiliana kwa majukumu. Red Cross anataka kutoa msaada ama anataka kutoa huduma, anakwenda pale mtu wa taasisi nyingine ya serikali anamuondoa Red Cross, halafu eti akidai kwamba yeye ana wajibu wa kufanya kuliko Red Cross. Jambo hilo alikubaliki mahali popote. Labda niwaambie ndugu zangu wa Red Cross, kwenye nchi hii ninyi hamfanyi hizi kazi kwa mazingira ambayo hayadhibitiwi na sheria. Katika sheria za mwanzo zilizotungwa na nchi hii, sheria mojawapo sura namba 66 ni ya Msalaba Mwekundu Tanzania. Kwa hiyo akitokea mtu anakusukuma mbele, muulize ni kwa sheria gani. Wakati mwingine mimi napenda kuambia, usimruhusu mtu akuone duni, mwambie wewe niache nifanye kazi yangu na wewe fanya kazi yako, tumhudumie Mtanzania.
mnafanywa hivi. Nataka niwaambieni, serikali na wathamini, hiki chama kinalelewa na Mheshimiwa Rais, tena achilia mbali kiko kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri wa Nchi uko hapa, na imekuwa bahati sana, angekuja Waziri wa Katiba na Sheria, tungesema kwamba Waziri wa Katiba na Sheria kawatafute watu. Wewe na mimi tuko ofisi ya Waziri Mkuu. Leo ni siku ya Jumamosi, Jumatatu ukutane na Katibu Mkuu wa Red Cross. Hili jambo mlitafutie majibu liishe. Waiteni wale watu wa OSHA na Red Cross wafanye kazi kwa pamoja. Nia yenu ninyi wote ni kumhudumia Mtanzania. Hakuna mtu anayetaka kufanya kazi yake binafsi. Nia yenu ni kufanya Watanzania wawe salama kwenye nchi yao. Hatuwezi kugombea vitu wakati tunajenga nyumba moja. Na hili ninatamani Waziri wa Nchi na Waziri wa Katiba na Sheria isiwe sehemu ya risala tena tutakapokuja mwakani wakati wa mkutano kama huu. Liwe limemalizika, Red Cross wafanye kazi yao. Imeongewa Rais wa Red Cross kwamba yako madai mnadaiwa na TRA na kwamba mngetamani yafutwe. Maandiko yanasema ukijua kweli itakuweka huru na utakuwa huru kweli kweli, si ndio jamani? Jambo hili si rahisi. Kama kuna jambo gumu ni utaratibu wa kufuta madeni. Jamani, kwa namna mlivyonipokea kwa shangwe, ningesema tu yafutwe, lakini yanafutwa kwa mujibu wa sheria. Nataka nitoe wito wa Red Cross, tena bahati nzuri rais wenu ni naibu waziri, mpeleke madai yenu Wizara ya Fedha, waangalie utaratibu wa kuyafuta kama yanawezekana kufutwa, kwa sababu jamani, katika mazingira ya kufuta madeni kuna mazingira mengine mle ndani, ni lazima tujiridhishe tunafuta deni gani. Unaweza ukataka kufuta deni yakapita na mengine ambayo yalikuwa na maslahi makubwa kwa nchi yetu. Tuchukue muda tujifunze, ili tuende tukajue uhalali wa hayo madeni na namna yanaweza kufutwa. Ninapofika mwisho wa hotuba yangu, ili nisiwachoshe, nirudie tena kumshukuru sana Mheshimiwa David Kihenzile, Rais wa Msalaba Mwekundu nchini, pamoja na Katibu Mkuu wake dada yangu Lucy, kwa kazi nzuri mlioifanya ya kukifanya hiki chama kuendelea kuwa imara. Ninafahamu wengi wa wanachama wenu wanajitolea, mpanda mbegu njema ya watu kujitolea, kupenda kutoa huduma kwa watu. Endeleeni hivyo, na ninyi nyote wanachama wale mnaofanya kazi ya kujitolea, msivunjike moyo, endeleeni kufanya hiyo kazi kwa manufaa ya nchi yetu. Serikali yetu itaendelea kuwaunga mkono wakati wote, wakishakuwa kazi zenu zinaendelea kuungwa mkono. Washukuru vile vile viongozi wa shirikisho la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu duniani kwa namna ambavyo wameshirikiana nasi bega kwa bega na chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania. Kwa mfano, katika kipindi cha miaka 4, yani toka mwaka 2021 mpaka 25, mkiwezesha chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania zaidi ya bilioni 6 za Kitanzania kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya kutoa huduma za kibinadamu wakati wa majanga, ikiwemo ujenzi wa nyumba zile 35. Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania walifanya hii kazi wakati wa maporomoko kule Hanang. Sisi kama serikali, ahadi yetu kwenu ni kwamba tutaendelea kuunga mkono jitihada zenu. Niwapongeze wanachama wote kutoka kanda zote, wilaya zote, kundi mbalimbali, kwanza kwa kuendelea kuwa na umoja, lakini pili kwa kufanya chama hiki kiwe kimbilio la Watanzania. Nataka niwahakikishie kuwa ninyi ni mifano ya kuigwa mahali pote tutakapojenga Tanzania ya watu wenye utu, wanaofanya kazi bila kupendeleana, watu wenye umataifa, na tena watu wanaojali wengine. Tutakuwa na taifa lenye utulivu wa kisiasa, lakini muhimu zaidi, taifa la watu wenye kupendana, na hivyo tutalijenga kwa urahisi. Chama cha Msalaba Mwekundu katika sheria ya usimamizi wa maafa namba 6 ya mwaka 2022 mmetambuliwa kuwa mjumbe wa jukwaa la wadau wa kamati za wataalamu wa usimamizi wa maafa kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, kijiji hadi mtaa. Hivyo naomba nitoe rai tena kwenu kuwa leo mnaposherehekea miaka 63, mwakumbushe wanachama wenu kuwa wanapokuwa kwenye maeneo yao ya kazi, wajue wao ni wadau wa kamati za maafa katika maeneo yao, na hivyo wasisubiri kualikwa, wawe tayari wakati wote kushiriki kwenye shughuli hizi. Ni matumaini yangu kuwa ninyi nyote mtaiona hii
fursa ya kuendelea kujadiliana na serikali mahali mnapodhani kuna changamoto, ili tumalize changamoto zilizopo. Sasa kwa sababu nimezungumza mengi kwa kirefu na watu wengi hapo wanasubiri niseme neno la mwisho ili nisije nikawachosha, nirudie tena kuwashukuru sana wale mliotoka nje ya nchi kuja hapa kuungana pamoja nasi. Nataka niwahakikishie kuwa mtakapokuwa hapa, chukueni nafasi mtembelee Dodoma, mkipata nafasi mtembelee vivutio vyetu vya kitalii mahali mbalimbali, na wenyeji wenu wapo, rais wetu wa Red Cross pamoja na katibu mkuu wanaweza kuwaongoza kwenda mahali pengine.